Yesu asifiwe sana. Kwa mimi kwa furaha kubwa nimetiwa nguvu mafundisho ya askofu alipofundisha kabisa. Kwa nini? Kila jambo kaliweka wazi. Kuna waombaji, kuna kitu fulani, lakini kazi ikute inaanza. Hatuwezi kusubiri upate pesa ndio kufungua kanisa. Haiwezekani kabisa. Kwa mimi nimetiwa nguvu. Sasa hivi na mimba. Tumishi wa Mungu mbarikiwe sana kwa jinsi hiyo. Kweli kabisa mimi mwaka 2019 mwangalizi wangu na mchungaji wangu Samagazi alitamka tu, wewe kuanzia leo sehemu fulani. Hata kupinga, sina fedha, sina kiwanja, sina nini. Nilikwenda nalia hapa mguu, natembea masaa 4 unafika kanisani. Na leo sina baskeli, huwa naenda tu. Chajabu wamenipa pastor assembly yako 7 makanisa. Makanisa mawili la kwake ni la kiwanja na jengo, na la kwangu ni la kiwanja na jengo kwenye renta. Mengine yote yana kiwanja. Lakini bado na huyo kufungua tena mangapi? Mawili. Sina pesa. Tatizo tumefundishwa kumsema Yesu. Hapo Yesu atafanya. Yajayo yanafurahisha kwa sababu maandalizi ya kitini yanalipa. Haleluya. Yanalipa vizuri tu. Kwa mna imani kwamba kupitia mafundisho haya moto umewaka. Na shukuru kwanza mimi kuwalika kuja mahali hapa. Nimealikwa tu. Halafu najisikia furaha tukachape kazi. Imefika hatua fulani watu wanajihubiri wao. Ndio tunaogopa. Kazi la mwisho alitufundisha askofu pale mwalimu wetu. Kwa hiyo kaza 7 yale la mwisho. Vuguvugu sio baridi wala sio moto. Wajana matajiri hapo si matajiri. Haleluya. Kwa sisi tuwachape kazi. Yajayo yafurahishe siku za mwisho. Tutawasema TAG kumbe wamefundishwa tu hawana pesa. Ila pesa ndani ya safari. Somo zuri limesema hivi. Ndani ya safari pesa zinakuja. Amesema hivi askofu. Joshua na nani? Na Musa. Mwingine muujiza kwanza, mwingine muujiza unamfuata. Mimi sina baskeli. Sina kiwanja. Nimeenda kule wachunguzi 3 Efeli. Nikafikepo. Nikakaa. Nikachukua shuleni yale. Nikawaambia hivi, kaingia kamanda. Kiwanja kipo, zimesipika, kuna kwaya, hapa ni mjini. Haleluya. Huyu Yesu akawakampokia watu. Tunachao kuko na futi 90. Nilipoenda kwanza, wakati alimaliza poko lote. Asina pesa hata mkoa za 200. Lakini na imani tu Yesu aliyeniweka nitachapa kazi mwaka hii jengo hilo. Haleluya. Kwa mafundisho ya Joshua kweli iko tofauti. Fimbo waliweka kwenye sanduku ikabebwa. Haya kazi tena. Kwa hiyo Yesu tumwamini kazi tapigwa tu. Mimi nisema asanteni mwandaaji. Mungu akuinue. Amen. Niishie pale. Kuliko siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini? Kwa sababu unajua wainjilisti hapo nyuma tulikuwa tunatembea kwa kupapasa. Hatuna uhakika na tunachokifanya. Kwa sababu gani? Hatukuwa na sehemu ya kwenda kusemea. Hatukuwa na kimbilio. Wakati mwingine tulionekana watu wasumbufu tu kanisani huko. Kumbe tumekosa msingi. Lakini kwa hili ambalo limekuja, inaamini inakwenda kuleta mapinduzi makubwa mno. Bwana Yesu asifiwe. Kama mafundisho kama haya yakiwafikia watu wote huko makanisani, naamini kinakwenda kutengenezwa kitu kikubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mimi kwa muda mfupi nimechaji. Yaani ni kama mwanajeshi ambaye yuko tayari kujifunga mabomu akalipuke nayo katikati ya mji. Kwa sababu nina uhakika sasa, ninaona. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kitu kingine ambacho baba askofu kidogo amenichekesha, nikaona natasimini na kutafakari jinsi tunavyoishi. Amesema kitu hiki. Kuna uinjilisti ule wa zero hatua.
zero tu. Unafanyika tu ndani ya ukuta wa kanisa. Na huu ndio 90% ulikuwepo. Kwa nini ulikuwa unafanyika? Kwa sababu hakuna maelekezo, hakuna mtu aliyekuwa anafundisha. Hata wale wazee hao ambao wanasema wameipiga kazi muda mrefu, ilikuwa imefikia hatua wakalala usingizi. Ndio maana leo wanasema tumeamshwa, uamsho fulani umetokea. Hata wao ambao walikuwa wamenyamaza sasa wanasema vijana tutawaongoza kwenda kupiga kazi. Maanake tunao uhakika sasa wa kutembea njia iliyonyoka, kwa sababu tunao wazee wetu walioipiga kazi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika jambo lingine ambalo nimeshukuru, askofu alizungumza kwa habari ya kuna basi ya wachungaji walikuwa wanajaribu kuweka mipaka, wanaweka mipaka kwamba hapa ni mimi. Na hii imetokea sana. Mwaka huu nilikuwa na maono ya kufungua tawi mahali fulani, sitapataje. Nimeenda nimefanya survey, nimemaliza survey na watu wakaanza kupatikana ambao kwamba tutafanya kazi. Lakini mchungaji aliposikia akalalamika, ikawa ni ngumu kwake kupokea. Akasema hapo ni mimi ninakwenda, hiyo ni sehemu yangu. Kwa Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukasuguana sana, nikaona niachane na hili swala, kwa sababu kuna wakati. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ninaamini mpaka sasa pale hapajafunguliwa bado, hakuna tawi. Lakini kwa sababu tawi imekuja tayari, hapo tunahesabu kuwa na tawi. Haleluya. Kwa hiyo sasa ni mimi nishukuru tu, si sana, ila ninasema hapa siku ya leo tumechaji kitu ambacho tutatembea nacho, na ninaamini hakiwezi kufa kwa sababu ni cha Bwana.